Yeah guys bana. Yes. Kweli dunia ni mzunguko. Na kama si mzunguko sijui ni nini. Kuna wenye mnatuangalia pale, mnatuona hapa tumetulia, mnaweza kuwa mnashangaa wajuliana wapi na mambo yao yalianza namna gani. So ni sawa. Mnaweza kuwa mnajiuliza. Sitasema majina yangu saa hii kwa sababu bro hapo ananijua. Hapa mnavyoniona mimi nimefika matembezi sehemu fulani hivi, mambo za upande wa nyumbani na nimepatana na rafiki yangu mkubwa sana ambaye tulikuwa tunafanya kazi ya Mungu sana na yeye. Lakini baada ya kufanya kazi ya Mungu na yeye muda mrefu, kumpigia simu arudi kazini, arudi wapi, yuko tu. So leo nimeamua nimtembelee nyumbani na nimuulize kwa nini aliamua kuacha kazi yenye tulikuwa tunafanya akaamua kuja kukaa nyumbani. Na ni kazi ya Mungu. Bro, si muda mrefu tumeonana? Hai kabisa, ni muda mrefu. Na mbona hutaki kurudi kwenye kazi, ama kazi ya Mungu uliona ni ngumu? Kazi ya Mungu ni nzuri, si mbaya. Lakini si unajua tunapitianga tu changamoto mingi. Si unaelewa? Changamoto mingi kivipi yani sikuelewi. Yaani wewe na mbona uko na bibi? Kwa sababu mimi nilikungojea sana urudi bwana. Na mimi bado napambana. Mimi niko sina bibi. Naona tu niko huku mashambani ni kulima. Yeah. Kazini unarudi au kwa sababu mimi tangu niache kwa ile kazi ya Mungu bado mimi napambana. Na tangu ende nyumbani simu unipigii huko hadi nimetumia minsi mingi sana kujua huko kwenu bwana. Mimi niko kazini. Kazi ya Mungu lazima tufanye. Yeah, wao nitarudi kazini. Kazi ya Mungu nayo lazima tufanye. Na huku nyumbani huku unaishi na baba au mama au vipi? Mimi niko tu na familia yangu, wazazi. Tunaishi tu kwa hii boma. Basi msee tulikuwa tunafanya kazi pamoja na yeye. Tulikuwa tunafanya kazi kwa uzuri kwa ubaya. Yaani kwa kila namna challenge zote tulikuwa tunapitia kufanya huduma za Mungu. Yeah. Lakini baadaye alienda nyumbani na hajairudi kwenye kazi. So nimempata nyumbani. Sijui nyumbani kuna matatizo, si ndio? Kulikuwa na matatizo. Matatizo tu nilikuja huku. Hapa na pale familia kwa sana, yani mambo yenye eleweki iko tu hivi, mashida mingi. Nikaona sasa nikuja juu kwa hiyo kazi na tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunaokolea watu wengi. Kaona acha nikuje pambanie boma yetu. Nijue vile itakuwa, at least nijaribu kutengeneza. Hapa uko nyumbani? Yeah, hapa niko nyumbani. Na unapambana tu na maisha? Pambana tu, kukabiliana tu na changamoto zinakuja. Yeah, unajua familia ilikuwa imeenda tu hivi, baba mama wameachana. Kwa hivyo wakati ulirudi huko ulipata wameachana? Hai kabisa. Wadogo wangu wengine hawaendi shule, mambo hizo. So nilipitia changamoto kali. Kwa hivyo baada ya kurudi nyumbani after kutoka huku kwenye tulikuwa tunafanya kazi, wewe ulikuja kupatana na shida zingine huko? Si shida dogo mingi, lakini nikangangana tu nazo hivyo sababu Mungu ndo muweza. Yeah. Kangangana tu at least saa hii kwa tu sawa, ukiona nimetulia hapo hizo masaa. Jua niko sawa. Mimi ndo nimefika saa hii hadi nikaa natembeanga tu na cameraman wangu namuona ametulia. Nisimfanye tu hivi bwana. Tuko tu sawa mafans. Niko. So huku nyumbani umeamua kufanya shughuli gani sasa? Kwa sababu mimi najua sasa hautakubali turudi pamoja. Najua tu utabaki. So unarudi, lakini bidhu umefanya vizuri kukuja. Kwa sababu vile nilikuja huku nilipata kuna mambo yenyewe vizuri. Although wazazi wameachana kwa sababu lazima kwanza wewe ndo first born, lazima ufanye zile nini na nini, warudishane nini. Lakini nikangangana. Lakini hata hivyo kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma na yeye. Vile nilikuja huku nilisikia ati alipotea, haonekanangi. Ala. Ananga hata simu. Yaani nikajaribu kufuatilia. Hata hajulikani vile alienda. Aliendanga tu hivyo na amepotea. Sisi nikajaribu tu kufanya mahesabu. Zile mission tulikuwa tunapiga. Maybe pia alishikwa. Sasa nikajaribu tu kufikiria hajawahi na apatikanangi kwa simu. Mambo hizo wazazi tu wako hawajui mtoto wako ama yuko. Sasa wakati wewe ulikuja huku ulifikiria ukaona ni kama tunaweza ingia mission kwa pamoja au unasiwe kule? Nilifikiria
huyo rafiki wangu nimpenda bana. Ni jamaa tulisoma naye maisha mengine tukakasi, unajua maisha huku ushago, marafiki kufa kupona. Sasa vile alipotea, ndio hata sasa najitayarishanga tunasema hii. Lazima nimtafute, lazima nimpate, hata wazazi washakata tumaini yake kama hayuko. But nawaambianga tu mseme ati mtoto wenu hayuko. Mimi najua hako. Hako uhai. Na siku moja atarudi nyumbani kwa nguvu za Mungu. Lazima, lakini sana planning ni mtafute. Sasa unajua pia kuingia hizo mission kwa peke yako kwa msitu kitu ngumu. Unajua sasa naenda kutafuta mtu mkubwa, mtu mwenye sijui ako wapi. Ni kweli. No, lakini yeye hayuko huko mjini ati town hapana. Najua huyo jamaa siku kidnapiwa. Hai. Hapo sasa siwezi jua. Sasa nyumbani amepotea kabisa. Amepotea kabisa. Sasa mimi nilikuwa nimekuja nikusalimie. Nikuone nijue unaendeleaje kwa sababu ni muda mrefu hatujaonana. Sasa mambo ndio hiyo, lakini mimi niko salama. Kumistu watu wangu huko. Kisa mashida huku ni mingi huku. Changamoto kali sana. Pole sana bwana. Sasa mimi wacha nirudi hivi. Nione vile itakuwa. Wewe tutawasiliana. Ndio mimi niko tu. Ona